Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today ninataka kuexplainia the uses of counseling tools, the assessment tools na all the requirements that we need for a counseling to proceed. So guys, so we are here. Take a look. So I'm going to explain everything, the uses and venye inatumika kwa matumizi. So guys, we're going to start with chairs. For a counseling tool to proceed, we need like at least 3 chairs, but for me like nimesema tu ni have like only 2 chairs cause nitakuwa tu nina receive nitakuwa na receive one person at a time. So the seats, as you all know, is for sitting and making a client to be comfortable. So we have the seat for the counselor and seat for the client, but kwanza before like customer akiingia there at the beginning of the door, kwanza unamwelcome and then after welcoming him or her unamtake all over mpaka kwa seat, unamwambia a choose any seat. Si wewe unachagulia client wako seat ya kukalia, so unaambia counselor a choose seat yenye anataka kukaa. So counselor tuseme for example kama amekaa at this point, that is client kama amekaa at this point, so wewe kama counselor unakaa kwa at the end of this nini. So we have our dustbin. So dustbin inatumika maybe tuseme kama client ama counselor, tuseme for example kama wameshamaliza kukunywa maji, maybe ilikuwa kwa chupa, so unamwambia anaweza throw the litter, that is the trash, ana throw kwa dustbin. So that's the work of the dustbin. Ama anything yenye like uchafu yoyote yenye na feel ako nayo, unamwambia anaweza throw kwa dustbin. So we have a table, but for me I'm going to use this one because we don't have the ile ka table ati kama ile ya meza, so I'm going to use this one. It's a desk. So the table ni ya kuekelea maybe the assessment tools, na pia counseling tools pia unaweza ekelea the water for both the client and the nini, but for now sija place the water. So kazi ya the water ni if the client ama if the counselor is very thirsty, so he or she may take, that is the client akikuwa thirsty, unaweza mwambia kuna a bottle of water, and if or he or she may need to drink it, permission granted. So another thing tunafai kukuwa nayo hapa kwa hii table yote ni soft tissue. So kazi ya soft tissue ama uses yake ni tuseme for example unapata maybe client amekuja, so alafu maybe on the process of talking umeona like client wako maybe he or she amekuwa very emotional, maybe he or she has started crying, so unamwambia there is soft tissue. If he or she may cry dignitary, may use one. So hiyo ndio kazi ya soft tissue ama serviette. So like kunao client wenye wanakujanga unapata wako very emotional, ama tuseme bado hiyo soft tissue unaweza ambia maybe client wako amekuja kama amesweat, anaweza pick one then apanguze jasho. So alafu then kuna ingine yenye inaitwa wall clock. So wall clock ina help both the counselor and the client to keep time, like ina track time. So like as you all know, client akikuja unamwambia session maybe ni 30 minutes, 45 minutes ama 1 hour, unamwambia. So we are going to start our session at exactly 2 pm and we are going to end it at 3 pm. So ukimwambia hivyo, so mtakuwa mnaangalia saa, ndio at least saa isipite. So hiyo ndio kazi ya clock. So let's go here.
So hizi ndio hapa kuna assessment tools na pia kuna counseling tools. Nimezimix both but I'm going to explain everything. So here we have individual therapy consent form. So hii ni ile form yenye unapata si client amekuja, so unamwambia, so hapa imeandikwa I, so unasema I, so hapa unaandika jina ya client, agreed to cancel by, so hapa ninaandika jina yangu, that is the counselor, and abide by the following terms of contract. Then una make sure hii consent form unaelezea client wako, unamwambia maybe una charge 2500, so unamwambia you are going to pay maybe 2000 per session, payable per session. Yeah, lazima uelezee client wake, and then unampe hii, anasoma. After kusoma, so hapa chini ndio tunaita contract form. Haya, client ana sign up, anawe counselor una sign up na pia unaandika date. So hii hapa chini ndio contract form, zinakuanga zimeunganishwa, the consent form na pia the contract form zinakuanga zimeunganishwa. So lazima umake sure umelezea client wako that kila session yenye atakuwa nakuja, na pia unaweza mwambia we will be having maybe this session, tutakuwa tuna have session like 5 of them, and for every session you must pay maybe 2500. Unaweza pia mwambia 1500 depending on venye sa mtagring na client wako. So the next thing hapa tuko na Beck anxiety inventory. So anxiety inamaanisha fear ama extremely fear. So unapata maybe huyo client amekuja akona worries mingi, akona maybe fear of something, so lazima umfanyie hii kitu inaitwa, hii ni test. So unamfanyia hii test ndio ujue hiyo fear yake, whether kama akona fear, that is hapa chini imeandikwa not at all, maybe kama iko mild ama iko moderate ama iko severe. So unaweza pata maybe hiyo fear yake iko very severe. Tukisema very severe inamaanisha very high. So unamuuliza swali. So tuseme kama for example hapa imeandikwa numbness or tingling. Numbness inamaanisha maybe lack of sensation, maybe kama hafeel, unapata maybe sensations zinakuanga ni zenye tuna sense through our organs, that is nose, mouth, the eye, the tongue and the skin. So unaweza pata maybe juu venye akona hiyo fear maybe hafeel, so unamuuliza numbness, unakuja unatik maybe not at all. Kama ni not at all unaweka tick. Kama ni mild amekuambia maybe iko si sana, maybe iko moderate, hiyo ni maybe iko katikati, unatika according to venye client amekuelezea. Unakuja hapa feeling hot, unamuuliza wewe unasikia joto maybe sana wakati wa usiku, unamuuliza, unatika appropriate. After umetika unakuja maybe unahesabu, let's say for example hapa ilikuwa 2, hapa 1, hapa 0, hapa maybe ilikuwa 2, hapa 3, hivyo. So unakuja una add hizi zote, unapata ni ngapi. Na hapa juu tumeambiwa a total score is calculated. Iko wapi? Ndio hii, a total score is calculated by finding the sum of the 21 items. Score of 0 to 21 ni low anxiety. So let's say for example your client wako ako 0 to 21, hiyo ni low anxiety. So unapata fear yake iko very low. Alafu hapa chini nimesema score of 22 to 34 ni moderate anxiety. Alafu score of 36 and above, that is potentially concerning levels of anxiety. So lazima umueleze. So kama umepata maybe score yake, let's say for example ilikuwa 20, maybe 29. So si 29 unakuja unaangalia imeaverage wapi, 22 to 35. So unamwambia fear yake iko moderate, like iko katikati.
So tumemalizana na hii. So hapa kuna kitu ingine inaitwa the back depression inventory. So hii inatumika wakati umepata maybe venye tuseme client amekuja amekuelezea shida yake, so umenotice maybe huyu client umenotice client wako ako na ka depression ka fulani, so unaamua kumfanyia hii test ndio uangalie kama juu hapa nyuma imeandikwa uangalie kama depression yake iko, unaona kuna moderate depression, kuna severe depression, kuna clinical depression na kuna mild. So unamuuliza hizi maswali. So let's say for example, I'm not going to take you through all this because there are many. As you can see, hizo questions ziko 21 questions. So I'm going to take you through only one question. So for example, client unamuuliza hii swali, I do not feel sad, I feel sad, ama I am sad all the time and I can't snap out of it. I am so sad and unhappy that I can't stand it. So unauliza client wako kama sa, let's say for example question number 1, unamuuliza wewe una feel sad, ama kama I feel sad, I do not feel sad, ama I feel sad, ama I am sad all the time. So unamuuliza unakuanga sad every time, ama maybe ni once, ama I am so sad and unhappy that I can't stand it. So tuseme for example amekuambia I am sad all the time. So si unakuja unaangalia hiyo ni 2, unaandika 2 hapa. So unakuja unaandika alafu unakuja una calculate unapata ni ngapi. So kama hapa imeandikwa haya total score dash levels of depression. So unapata these ups and downs are considered normal. Maybe 11, hapa imeandikwa 11 to 16, hiyo ni mild. Alafu 17 to 20, that is borderline. Then clinical depression is from 21 to 30. Alafu moderate depression is 31 to 40. And then severe depression over 40. So let's say for example imekuja 30. After calculating zimekuja 30. So unakuja unaangalia 30 na range from where. So ni 21 to 30, that is moderate. So naambia huyo client wako that unamwambia that depression yake iko moderate, na ukishamwambia hivyo kuna ways that unaweza msaidia hiyo depression like ipungue iende to low depression, asikuwe na depression hata kidogo. But in most cases unapata maybe kama client wako amekuja venye after kumfanyia hii test, so utapata maybe client wako amekuja yake imekuja severe. So sometimes tunarifa huyo kama client depression yake imekuwa severe, tunawarifa kwa psychiatric. So unawarifa huko ndio wasaidike zaidi, na pia unaweza waandikia dawa za kumeza zinaitwa antidepressant, ni za kusaidia na depression. So we have here institutional referral home. So let's say for example client amekuja, after client ameeleza shida yako, ukafeel maybe huyo client condition yake is very critical. So what we do here, huyo client hivyo, so una refer huyo client to another psychologist ama therapist, unamrefer. So hii ndio form yenye inatumika kujaza, alafu unamrefer. And kama wewe umeagree kukuwa counselor, lazima ukuwe unajuana na counselor wenzako juu. So unaweza pata maybe huyo client amekuja situation yake is very critical, you can't handle. That's when you refer the client, unamrefer to another nini. So lazima ujuane na counselor wengine, na pia lazima ukuwe na contact form, ukuwe na contact number zao, ndio muweze kucommunicate, ndio uweze kumpigia umwambie
una refer client wako kwake ndio aweze for further assistant, ndio aweze kusaidika. So unakuja, so umeona hii situation yake ama hii problem yake siwezi kuhandle, so unamwambia wacha ni kurify kwa mtu mwingine mwenye ninajua ama maybe rafiki yako. So unakuja unajaza name of client, unaandika jina yake, address, alafu phone, alafu email, alafu referring officer unaandika reason for referral. So tuseme for example reason yake for referral maybe amekuja maybe hiyo kama for example hiyo severe depression, umeona siwezani nayo, si unaandika hapo akona severe depression, ama unaandika reason for referral, kwa nini unamrefer, maybe umeshindwa kuhandle akona severe depression, alafu unaandika contact number, alafu unaandika tick the issues below that warrant this referral, unaandika marriage ama family issues, unaandika hivyo alcohol and drug abuse, trauma, nini hizo zote unajaza, alafu hapo chini una sign. So another assessment tool we have here inaitwa self esteem test. So unapata maybe watu wengi by the way unapatanga self esteem yao is very low. So mtu amekuja maybe venye amekuelezea umefeel huyu anafai kufanyiwa test ya self esteem. So unauliza hizo maswali ziko hapo nini. So hapa una tick yes no, yes no, yes no, cause hii self esteem yetu haina ile ya kucalculate numbers. So hii ni ya kujaza yes ama no. After umemaliza, hapa chini imeandikwa your score, maybe statement, maybe 0 to 04, that is you have fairly good self esteem. Inaweza kuwa mild, low self esteem, moderate, yeah. So another form we have here, kuna hiyo values clarification. So hii ni ya unauliza customer bini yako, having someone's help, like unamuuliza maswali ndio uweze kujua like hii ni yenye tunasema hizi maswali unamuuliza ndio uweze kujua client wako vizuri. So unamuuliza have you been with people, been loved, been married, having a special partner, having companionship, loving someone. Hizi zote unamuuliza ndio uweze kujua client wako vizuri. Yeah. So alafu here unaweza saidia huyo client wako kitu yenye inaitwa kuachieve goals. So hapa kuna hii page yenye inasema goals clarification. So unasaidia client wako kuachieve goals. So kama for example hapa kumeandikwa kuna value, alafu what do I want to happen, alafu hapo next kuna what am I going to do about it. So let's say the value ni having a close family. What do you want to happen? Unauliza client, do you want us not to argue over my boozing, ama to enjoy time together with a family, ama to able to give my kids reasonable amount of spending money. So unamuuliza ndio uweze kumsaidia kuachieve goals. So let's say for example client wako amesema I want to be able to give my kids reasonable amount of spending money. Yeah, unatikio. Alafu maybe what am I going to do about it? Are you going to stick to your resolution not to drink, ama not drinking will help, be less bossy. Let's say for example hiyo unamuuliza maybe tuseme kama huyo client ni kalewa, so unamuuliza hiyo swali. Ama try to make realistic commitments and keep them. So let's say for example amechagua hiyo ya try to make realistic commitments, unatika hapo. So hivyo ndio unasaidia client wako kuachieve goals. So let's say for example, so hapa this ilikuwa yangu yenye nilikuwa ninajaribu kuachieve goals. So for example niliandika conflict with family. Maybe nikaandika what do I want to happen, maybe choose another career,
ama involvement of people. So tuseme for example mmekuwa na conflict, that is migogoro na familia yako, maybe wazazi wako wamekuwa wakikuforce maybe ufanye human resource na wewe unapenda music, so unajaribu so let's continue what I was saying. So like unapata mmekuwa na migogoro, maybe wazazi wako wanataka you do maybe human resource na maybe we kibinafsi unataka kufanya nini, so unajaribu kuelezea you want to do music, yeah, so that's what you want to happen. So what are you going to do about it? Maybe the behavior. So hapa nikaandika aje, stay aligned with school ama open communication dialogue. Unakaa na hao wazazi wako chini, unawaelezea mom, dad, iko hivi. Music unajaribu kuelezea, unawaambia maybe the purpose of doing music, what you will gain ukifanya hiyo music. So hizo ndio tunaita goals, unajaribu kuexplainia. Alafu pia unasema you express on your feelings, unajaribu kuelezea vile unahisi, unawaambia mimi nina feel nikifanya hii human resource or wherever it's like going to waste my time, ama maybe utenda tu kufanya for the sake of, but deep inside your heart hauipendi. So unajaribu kuelezea, unawaambia venye una feel, yeah. So we have kuna form nyingine hapo inaitwa interview checklist, yeah. So unajaribu kunini huyu, sasa tuseme ni client wako, maybe amekuja, unajaribu kuangalia vile yako, unajaribu kurate vile ako. So let's say for example kama hapo kuna related computer skills ako nazo ama hana nini, alafu maybe unaangalia. So tuseme for example si mshaongea na client wako, umeona vile ana communicate, so hizo ndio tunaitwa verbal communication skills, unaangalia kama ako nazo. Alafu pia kuna vitu zinaitwa non-verbal communication skills, ni kama hizo the facial expression, unaangalia venye facial expression yake iko, unaangalia maybe unaweza pata client wako ana maintain eye contact. So hizo ndio vitu like unaangalia kwa huyo client. Alafu maybe unaangalia kama kuna integrity, stress, tolerance, hizo zote. So hapa kuna nini nyingine inaitwa trauma symptom checklist. So hii ni wakati maybe umepata maybe client wako maybe ako na trauma. Trauma ina happen maybe when unapata maybe tuseme for example kama mtu amerepiwa. Unajua huyo mtu sana sana huwa anakuwa na trauma cause atakuwa kila saa ana flashback, anakumbuka, anakuwa na hizo memories venye ilimhapenia nini venye anaishi with regrets. So hizo ndio vitu zinaitwa trauma. Unaweza pata maybe for example kama ulikuwa unatembea kwa njia, alafu all of a sudden gari mbili zikakuwa na head collision. Head collision ni ile yenye maybe gari zimegongana kichwa tu kichwa. So unaweza pata on the process huyo mtu an experience trauma, akikumbuka venye hiyo accident ilifanya cause aliwitness already, alisha witness ile accident. So unapata huyo mtu anakuwa na trauma. Ama trauma ingine inaweza kuwa like trauma zina happen mingi sana, na unapata maybe mtu akikuwa na hiyo trauma unapata hadi anakuwa na nightmares, anatembea katikati ya usiku nini, anatembea kwa usingizi. Like traumas zinakuwa mob, na kuna pia stages of trauma, kuna stages, yeah. So ndio ujue huyo client wako trauma yake iko wapi. So unamuuliza the following. So like kama for example unamuuliza how often have you experienced each of the following in the last month.
So tuseme saisi tuko January, unamuuliza sasa ya kama last year on December. So hizi ndio symptoms, ndio ujue client wako ako na trauma ama an experience trauma. Hizi ndio unapata ako na symptoms kama hivi. So unapata huyo client amekuja amekwambia, mimi niko na insomnia. Insomnia ni hii number 2. Insomnia, that is lack of sleep. Unapata huyo mtu apati usingizi kabisa. Usiku imefika, hata usiku ya saa 9 usingizi bado ijakuja. So unapata maybe ni hiyo trauma inamsumbua, ndio inafanya asipate usingizi. So hiyo ni symptom ya kujua huyo client ako na trauma. So unamuuliza headaches. Kuna 0, maybe amekuwa aki-experience mara 1, mara 2, mara 3. So unatik appropriate venye amekuambia. Kama amekuambia hajakuwa aki-experience headache, unaweka hapa tick kwa 0. So unamuuliza kama akona hiyo lack of sleep. Alafu weight loss ama without dieting. So unamuuliza stomach problems. So unapata maybe katikati ya usiku ama asubuhi tumbo inamuuma hivyo, stomach upset. So unamuuliza sexual problems, but hii inahappen sana kwa watu wenye wako married. Married couples. So tuseme kama wamekuja wakiwa wawili, so unawauliza kama wako na sexual problems. Feeling isolated from others. Isolated inamaanisha utenganishwa. So unapata mtu ana feel like mimi nimetenganishwa na watu wengine. So unamuuliza has it happened once, twice or thrice? Unatika appropriate. Flashbacks. So unamuuliza kama amekuwa na hizo flashbacks za kukumbuka vitu za hapo nyumae, maybe imekuwa sudden, vivid ama distracting memories zimekuwa zikimsumbua sana. Unapata kuna restless sleep. Anapata tu usingizi kidogo. Like restless sleep inamaanisha yes amelala but kukaa kidogo anashtuka hivi kwa usingizi. Maybe low sex drive, bado ni kwa married people. Anxiety attacks, maybe amekuwa na fear. Unapata juu ya what happened amekuwa maybe na fear of darkness, na hapo mbeleni ya kukuwa na hiyo fear of darkness ama fear of anything. Sexual overreactivity, bado ni kwa married people. Ama unamuuliza kama amekuwa akifeel loneliness, maybe amekuwa akifeel ako peke yake. Unamuuliza kama ameanza kukuwa na nightmares. Venye tu nilikuwa ninawaambia, like mtu mwenye ako traumatized huwa anakuwa na nightmares. Space now tunamuuliza sadness, dizziness, maybe huwa na nini. Unamuuliza hizi questions zote ndio ujue kama ako traumatized. Alafu after kumaliza una calculate the number. After calculating, so we go to the next page. Imeandikwa iko na total score of 1 to 40. So imeandikwa. So ndio utajua huyo trauma yake ni iko kwa dissociation ama iko kwa anxiety ama depression ama sexual abuse trauma index, sleep disturbance ama sexual problems. So tuseme for example, after calculating umepata total number imekuja 27. So unaangalia hapa kwa hizi vitu. So 27 iko wapi? Iko hapa. Imelai hapa kwa anxiety. Unajua huyu trauma yake ni juu ako na fear. Unaona? So hivyo ndio unajua ama unajua how to calculate. So let's say for example imekuja 7. 7 hapa unaangalia hapa kuna dissociation. 7 nyingine hapa pia anaweza kuwa maybe alikuwa sexual abuse trauma index. Maybe kama hiyo case ya raping. So unaweza pata maybe yake ni sexual abuse trauma index. So that's how we nini. So I already explained about hii mambo ya referral form. So I'm not going to repeat that one. So kuna hii form inaitwa the perceived stress scale. Hii ni wakati umepata client wako after explaining their problem. Umefeel maybe huyu ako na ka stress fulani, unaanza kumuuliza hizi maswali. Kama for example hii number 1 imeuliza, in the last month how often have you been upset because of something that happened
unexpectedly. So unamuuza is it never, almost never, so una tick. And then una calculate, unajua hiyo stress yake imefika wapi. Yeah. So guys, I think nimemalizana na hii mambo ya kuexplain, nimeexplain everything. Yeah, hakuna kitu yenye nimeacha hata kidogo. So hapa kuna the last form yenye inaitwa therapy discharge communication form. Hii ni wakati mtu amekuwa discharge. So maybe alikuwa amelazwa na mnataka kumdischarge, ama maybe okay, si ile atikulazo ya usi. Maybe sasa huyu client amekuja, maybe mmehave na yeye 5 sessions. So huyo client unaweza mdischarge, umwambie wewe sessions zako zishaisha na zishafika 5 and as I can see we already uko sawa. So unajaza hii. So unaandika residence ama unit, place anaishi, kitu kama hiyo. So unaijaza discharge reason. Unaandika reason ya kumdischarge. Tuseme kama for example resident has met all goals, unatika hapo. Is resident aware of discharge? Yes ama no, ama not applicable, unatik. Let's say yes. Family member notified of upcoming discharge. Juu lazima before udischarge huyo client lazima ujulisha watu wao. So unaandika date, maybe spoke with family, ama VM left, unatik maybe spoke with the family member ama relation, unaandika family member, maybe ni aunt, whoever, relation wako connected aje, hivyo. Yeah, and that's all for today. Bye guys, I already explained everything, venye hizo forms, the uses, venye tu niliwaambia nitawaelezea. So nimewaelezea, and I hope to do more on this counseling, ndio muelewe how counseling is all about, vile inafanyika. Yeah. So guys, if any ama if mtu yeyote anataka kunifikia, maybe kukuja kufanywa counseling, niteka namba yangu hapo ya simu anipigie. Yeah, na a book session, cause in counseling we do booking. You can't come just like that. Unaweza pata by the way niko na client, but una book like date, tuseme for example kama leo ni 27, unaniambia mimi ninataka kukuja counseling session maybe on 30. Yeah, na una book time, nikuambie juu unaweza pata maybe your date 30 niko na watu wengi nina cancel. So unaniambia unataka kukuja time gani, saa ngapi, ndio tuseme kama for example kama hiyo saa already imebukiwa na mtu mwingine, ninakuambia tunaweza skip hiyo time tuifanye time nyingine, unaona. Yeah, so una book. Yeah, and then unakuja ukiwa prepared monetarily. You know as women we love money, so unakuja ukiwa prepared monetarily. Okay? Yeah. Mimi huwa sitolerate ati debt. Juu kuna watu wanajifanya wajanja sana, wanakuambia ati wacha nikifika kwa sijui pesa yangu, sijui pesa yangu, sijui iko kwa ATM. ATM nyof nyek. Unakuja ukiwa na pesa. Then kuna kitu nimesahau kuambia. Unaona kwa hiyo consent form huwa tunauliza client the method of payment. So tunauliza client which method are you suitable with paying it. So tunamuuliza is it M-Pesa or cash, anakuambia. So akikuambia M-Pesa, unamwambia already unakuwa na maybe till number, ama unamwambia eke kwa send money ama pochi la biashara. Kama ni cash, hapo hakuna kitu kingine tunaongelea, unamwambia so bring the money. Yeah. So guys,
It was nice knowing you, meeting you. I love you people, and please subscribe to my YouTube channel for support, cause nataka like counseling psychology yangu course yenye nimefanya isiende for wasted. Nataka kuifanyia kazi na ninataka kufurahia nilichokipanda, you know guys. Yeah, thanks guys for watching. See you when I see you. Amani, oh my god, nimechanganyikiwa. I've talked a lot by the way. Yeah, so guys, bye, love you.